Shalom, shalom mtu wa Mungu. Tunaendelea na somo letu la imani. Leo tunajifunza kwamba Mungu ametuasa tuishi kwa imani. Kwa hiyo mtu ambaye aishi kwa imani hawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tuishi kwa imani. Watu wengi hawajui kuishi kwa imani kwa namna gani. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unapaswa uishi kwa imani, na unapoishi kwa imani maana yake unampendeza Mungu. Usipoishi kwa imani hauwezi kumpendeza Mungu. Sasa tunaposoma Waebrania sura ya 10 mstari wa 35 mpaka 39, ukisoma hilo neno unaenda kujifunza baadhi ya mambo matatu mpaka manne ambayo yanakusababisha kwamba wewe uishije kwa imani. Kwa jambo la kwanza, uwe jasiri. Kwa Mungu hawezi kumtumia mtu mpaka amehakikisha amekuwa jasiri. Kama hujawa jasiri, ndugu yangu, haujaanza kuishi kwa imani. Kwa mtu yote anaishi kwa imani ni mtu ambaye ni jasiri. Kwa Mungu ili amtumie mtu, ili afanye kazi yake, ni lazima awe jasiri, awe na roho ya ushujaa, ambaye alikuwa akimwambia Yoshua katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 ule mstari wa 6 mpaka wa 9. Anasema usiwe na hofu, usiwe na uoga, mimi ndiye niliyekuamuru kwenda kuwachukua hao wana wa Israeli. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuwa jasiri. Lakini jambo la pili, usiwe na roho inayositasita. Yaani mtu mwenye nia mbili, yani ukishakuwa na option mbili, huwezi kumpendeza Mungu. Yaani option mbili inakuharibia. Ukisoma Yakobo 1:8 utaikuta pale anasema mtu mwenye nia mbili huwa hafanikiwi katika mambo yake yote. Ni lazima uwe na jambo moja ambalo una uhakika ya kwamba unaweza kufanya. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Karibu.